Ni nini humfanya mchezaji awe zaidi ya jina mgongoni mwa jezi? Je, ni kasi yake, pasi zake, au uwezo kulisoma pambano kabla halijatokea? Kwa Kevin De Bruyne, jibu si rahisi. Ni mtulivu kama maji ya moto, lakini mwenye nguvu ya dhoruba. De Bruyne si tu kiungo wa kati, yeye ni dira ya timu. Kwa macho yake makali anabadilisha hali ya uwanja kuwa tamasha la kisayansi. Kwa mpira mmoja tu anaweza kupasua ngome iliyojengwa kwa uangalifu wa dakika 90. Katika dunia ambayo wachezaji wengi hutegemea nguvu na kasi, De Bruyne hutegemea akili, maono na wakati sahihi. Yeye ni msimulizi wa hadithi kupitia miguu yake, hadithi ambazo hushangiliwa, hukumbukwa na kuigwa. Kimbunga cha Spoti. Kevin De Bruyne alizaliwa Juni 28 mwaka 1991 katika mji wa Groningen kule Ubelgiji. Baada ya kutumia muda mwingi wa uchezaji wake wa ujana katika timu ya Genk, De Bruyne alianza taaluma yake ya juu katika klabu ya Genk, ambapo mnamo mwaka 2012 alijiunga na klabu ya Chelsea, ambapo muda wake uchezaji ulikuwa mdogo mno, hivyo akatolewa kwa mkopo kwenda Werder Bremen. Alisajiliwa na Wolfsburg kwa pauni milioni 18 mwaka wa 2014 na kujiimarisha kama mmoja wa wachezaji bora zaidi huko Bundesliga, na alikuwa kiungo muhimu katika ushindi wa taji la DFB Pokal msimu wa mwaka 2014-15. Katika majira ya joto ya mwaka 2015, De Bruyne alijiunga na Manchester City kwa pauni milioni 54. Huenda sasa unajiuliza ni nini kilimfanya De Bruyne kuondoka Chelsea? Kimbunga cha Spoti. Januari 31 mwaka 2012, katika uhamisho wa majira ya baridi, klabu ya ligi kuu ya Uingereza Chelsea ilitangaza usajili wa De Bruyne kwa ada ya takriban pauni milioni 7 hivi. De Bruyne alitia saini kandarasi ya miaka 5.5 huko Stamford Bridge, ambapo alitazamia kujiimarisha ili kuwa mojawapo wa wachezaji bora na viungo muhimu katika taaluma yake. Julai 31 mwaka 2012, Chelsea ilitangaza kwamba De Bruyne angejiunga na Werder Bremen kwenye Bundesliga kwa mkataba wa mkopo wa msimu mzima. Baada ya kipindi kizuri cha mkopo kule Bundesliga akiwa na Werder Bremen, De Bruyne alihusishwa na kutaka kusalia Ujerumani na Borussia Dortmund au Bayer Leverkusen. Lakini meneja aliyekuwa akiingia Chelsea wakati huo, Jose Mourinho, alisisitiza na kutoa hakikisho ya kwamba De Bruyne alikuwa sehemu ya mpango wa Chelsea katika siku za usoni. De Bruyne alirejea Chelsea kirasmi Julai mosi mwaka 2013. Akiwa Chelsea, De Bruyne aling'ang'ana sana kupata muda wa kucheza uwanjani. Kulingana na De Bruyne, ilimbidi kusubiri baada ya miezi 4 ili walau kupata nafasi uwanjani chini ya mfumo wa kocha Jose Mourinho, wakati yeye alihitaji kucheza kila wiki. Imenakiliwa kwamba siku moja kocha Jose Mourinho alimuita De Bruyne afisini mwake, kisha akamwonyesha na kulinganisha takwimu za wachezaji waliokuwa kitambo wakati huo, akiwemo Willian, Oscar na Juan Mata. Wakati huu sasa ndio unaaminika kuwa hatua ya mageuzi katika taaluma ya De Bruyne, kwani De Bruyne aliona kana kwamba amedunishwa na kudhalilishwa katika kikosi cha Chelsea. Kwa upande wake, kocha Jose Mourinho alipoulizwa ikawaje wakati wa hatamu yake kuachilia wachezaji wawili ambao baadaye wakarudi kuwa wale ambao kiwanja kiligeuka jukwaa lao, kila dakika wakifanya maonyesho ya kipekee. Hapa walizingatiwa Mohamed Salah pamoja na Kevin De Bruyne. Katika kauli yake, Mourinho aliwataja Salah pamoja na De Bruyne kama wachezaji ambao kamwe katu hawakuwa na subira, hivyo walitaka kuondoka. Hata hivyo, Jose Mourinho alisifia chaguo aliyoifanya wachezaji hawa ya kuondoka kuwa ulikuwa ni ufunguzi wa kurasa mpya bora katika taaluma yao ya uchezaji. Mohamed Salah aliondoka kuelekea Roma, huku De Bruyne akiondoka kuelekea Werder Bremen. Kimbunga cha Spoti. Basi ikawaje De Bruyne akajiunga na Manchester City?
Msimu wa mwaka 2013 mwaka 2014 Wolfsburg walimsaini De Bruyne kwa ada ya pauni milioni 18. Januari 25 mwaka 2014 alicheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Hannover 96. Kule Wolfsburg, sasa De Bruyne alionyesha umahiri na ubora wake akiwa moyo wa kikosi, kila mpira ukimpitia kama damu kwenye mishipa ya timu. Alijua lini apunguze kasi, lini aongeze presha kama rubani hodari katika dhoruba ya mchezo. Kule Wolfsburg alikuwa na msimu wa mafanikio baada ya kufunga mabao 13 na kupeana usaidizi wa mabao 27, hivyo alihusishwa katika mabao 40 baada ya kucheza mechi 52. Msimu wa mwaka 2015-16 baada ya kushinda DFL Super Cup Agosti, katikati ya uvumi wa uhamisho, De Bruyne alisema hangelazimisha Wolfsburg kumuuza, lakini pia De Bruyne alisema hangeweza kupuuza ofa kutoka Manchester City. Agosti 10 iliripotiwa Manchester City walikuwa wametuma ofa ya pili kwa De Bruyne yenye thamani ya pauni milioni 47. Hapa mkurugenzi wa michezo ya Wolfsburg wa wakati huo, Klaus Allofs, alionekana kama kizingiti akisisitiza kusalia na De Bruyne, lakini City hawakukata tamaa. Walituma ofa zaidi yenye thamani ya pauni milioni 58. Klaus Allofs akasema Citizens wametoa ofa ya kushangaza ya mshahara wa mchezaji huyo, hivyo ilimlazimu kusalimu amri. Mnamo Agosti 30 mwaka 2015, Manchester City ilitangaza kuwasili kwa De Bruyne kwa kandarasi ya miaka 6 kwa ada iliyoripotiwa kuwa rekodi ya klabu ya pauni milioni 55, uhamisho ambao ulifanyika wa pili ghali zaidi katika historia ya soka ya Uingereza baada ile ya Angel Di Maria kuhamia Manchester United mwaka 2014. Hii ilionekana kuwa chaguo bora zaidi kwa mchezaji huyu nguli wa soka kujiunga na Manchester City. Msimu nenda msimu rudi, De Bruyne aliweza kusoma mchezo kama kitabu wazi, na kila ukurasa wake ulikuwa mbinu mpya ya kupenya ngome ya adui. Wachezaji wenzake akiwemo Jesus Navas, Pablo Zabaleta, Fernandinho, David Silva, Wilfred Bony miongoni mwa wengine waliokuwa kikosini kwa wakati huo walimtegemea kama mnara wa taa kwenye giza la mashambulizi. Kimbunga cha Spoti. Kevin De Bruyne anajulikana sana kwa mbinu ya uchezaji wake, shuti za mbali, kutoa msaada wa magoli yani assists ambazo huwa zinawashangaza wengi. Takwimu za De Bruyne ni ishara tosha kwamba maamuzi aliyofanya kujiunga na City yalikuwa ni bora zaidi. De Bruyne akiwa na Manchester City amefanikiwa kufunga mabao 72, kutoa msaada wa bao yani assist 119, kupiga pasi 14,022 na kuunda zile nafasi nzuri za ushambulizi 198. De Bruyne ameshinda jumla ya mataji ya juu 19 akiwa kama mchezaji wa Manchester City, yakijumuisha mataji 6 ya ligi kuu ya Uingereza, 5 ya kombe la ligi, 2 ya kombe la FA na 3 ya ngao ya jamii Community Shield, na pia kushinda kombe la ligi ya klabu bingwa Ulaya UEFA, ambayo pia ilikuwa ni ya kwanza kabisa kwa klabu ya Manchester City, na kombe la dunia la klabu ya FIFA na UEFA Super Cup. Nini hicho ambacho kinamfanya De Bruyne kuondoka Manchester City? Kimbunga cha Spoti. Ilivyo sasa ni kwamba Kevin De Bruyne ametangaza kuondoka Manchester City mwishoni mwa msimu. Kulingana na De Bruyne, Manchester City hawakufanya pendekezo lolote la kumtaka asalie na wao. Footy Emporium walichapisha katika mtandao wao wa Instagram kwamba De Bruyne alitaka sana kusalia na wana Citizens, lakini hakuna ofa aliyopewa. Nitamnukuu, "Nilishangazwa sana nilipogundua ya kwamba sijapata ofa yoyote kutoka kwao msimu mzima. Manchester City walifanya maamuzi yao na ninaheshimu maamuzi ya klabu. Naamini siko miaka 25 tena, lakini nina uwezo wa kufanya kazi yangu. Niko wazi kufanya changamoto mpya na nitafanya maamuzi yaliyo sahihi kwangu mimi na familia yangu." Mwisho wa kunukuu.
Tetesi zinasema huenda akaelekea Barcelona, Liverpool ama ligi ya Saudi Pro. De Bruyne anafaa kuhamia kwenda timu ipi sahihi? Na je, mustakabali wa Erling Braut Haaland vipi? Ni makala ya Kimbunga cha Spoti. Mimi ni Collins Kefa. Kimbunga cha Spoti.